Anjasha, moja katika sifa zake, alikuwa ni mtaalamu wa kutembea na wanyama kwa spidi, mtaalamu wa njia, lakini alikuwa na sauti nzuri kama huyu aliyotusomea Kiamu. Akatufurahisha, akatuacha kidogo, akatusafirisha mbali kwa rasti, akatupoza kwa sauti ya Waarabu Hijazi, wote tukafurahi. Sallu ala nabii. Wewe kama ujui utakasirika, ni kanuni kakaangu Sheikh Khalidi, man jahila shay'an adahu. Mtu kama kitu akijui lazima atakuwa mpinzani wa hicho kitu. Ukimuona mtu kakaa na pinga, mtu anapoteza muda anasoma Kiingereza, wala usipate tabu, jua huyu Kiingereza hajui. Ndio maana anakishambulia Kiingereza. Man jahila shay'an adahu. Mtu kama kitu akijui lazima anakuwa mpinzani wa hicho kitu. Taib, rudi kwa Anjasha. Alikuwa anatembea na wale wanyama kwa kasi, lakini akiimba kwa sauti nzuri. Hebu kidogo kabla sijakwenda tuulizane logically. Ni hivi ninavyoongea ndugu zangu katika imani. Yupo atakayecheza kwa kusema hivi? Na kuombeni mumpende Mungu, mumpende mtu. Kuna mtu atacheza kwa sauti hii? Never. Atapatikana wa kutamayuli ulipakiimbwa. Anjasha alikuwa anatoa mashairi huku akitembea kwa spidi. Riwaya ziko mbili mimi nachukua hii ya Bukhari. Ruwaidaka ya Anjasha sauqan bil qawarir. Unasoma nini? Vijana wa Dar es Salaam wanasema Anjasha adoado, mdogo mdogo, ili usije ukanifunjia hizi chupa. Maana yake wanawake hivi, wale walikuwa wakitamayuli na kutaranam bila ya kuimbwa. Maana yake alikuwa anaimba kwa sauti murua. Wanawake wamevumilia, mwisho wakaanza kufanyaje? Kucheza. Na aliyekuwa akiimba ni mwanamume, na huyu ni swahaba wa Bwana Mtume, naye unamuita hilo jina leo tuita sisi. Tamka mwenyewe, mimi sitamki. Banu Arfida. Ingekuwa Tanzania tungesema Wamasai na Wamang'ati. Walipokuja Madina, hadithi tena ipo katika Sahihu al-Bukhari, ipo katika Sahihu Muslim, ipo katika Sunani Tirmidhi. Mwanachuoni ambaye aliyepewa tunu kwa kuandika tarikhi, wakiisifia watu wa Madina kwamba ndiyo kitabu bora, Ar-Rahiqul Maktum, Sheikh Safiyur Rahman Mubarak Fur kaiweka katika vitabu vyake, ikiwemo Rawdatul Anwar na Ar-Rahiqul Maktum. Hadithi hii, wale walikuwa wanaimba mpaka wanarukaruka msikitini. Mtume ile raha kuiacha peke yake, akaenda kumuita mkewe Mama Aisha, njoo. Mama Aisha anatoka, anajikuta mfupi, afaidi kuona, akawa anachuchumia kupanda katika mabega ya Bwana Mtume Muhammad, kuwaona Banu Arfida wakiimba na kurukaruka ndani ya msikiti. Ufahamu nao ni riziki. Nisiwachoshe. Umeelewaje? Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Mimi huwa ninawaambia Sheikh Uthman, hadithi inayotumika kukataza bid'a ndiyo hadithi iliyokuja kuruhusu bid'a. Utasema kidogo man, chukua mafungu hayo wasomaji wa usuli. Man ahdatha fi amrina hadha, bado somo liko wapi? Ma moja, mbili, laisa minhu, nukta ya pili, ya tatu, fa huwa raddun. Sasa chekecha hapo. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun. Muniwe radhi kidogo, narudi nyumbani kwangu Tandika na wanafunzi wenzangu wale. Sipo na mashehe huko, nipo na wanafunzi wenzangu wa Kalla Dhalla. Tatizo letu sisi, tayari tumejibebesha ushehe. Huwezi kukubali kwamba umekosea.
Lakini ukikaa kwenye nafasi yako kwamba wewe ni talibul ilmi, lakini kwa nini leo unaitwa Shekhe Muharram hali ya kuwa wewe ni talibul ilmi? Al-a'waru fi biladil umyani maliku. Mwenye jicho moja akikaa katika kijiji cha vipofu wote, si ndio mfalme pale? Kwa hiyo mmekutana wanafunzi watupu, wewe mwanafunzi nafuu kaitwa shehe, mimbabi tafauli, watu wa balagha wanaita, pengine inshallah utafikia huko. Sasa kule kuitwa kwako shekhe, usije ukajiona kweli ndio shehe kweli, kumbe bado. Alqabu mansibin fi ghairi mawdhihi kalhirri yahki intifakhan suratal asadi. Majina haya, hizi nickname akipewa mtu ambaye afanani, inakuwa sawa sawa na paka kujaribu kujitutumua aonekane simba, lakini we bado paka tu.